Johnson Manya Naika. Johnson Manya Naika. Betty Njeri Maina. Betty Njeri Maina. She's there. I vote yes. Mohamed Saud Machele. I vote no. Musyoka Musau Vincent. Yes. Peter Mbogo Shake. Peter Mbogo Shake. Mary Maingi. Gideon Mutemi Muliungi. I vote no. Paul Musimu Nzengu. I vote no. Ngusia Nguna. Okay. Esther Mudoni Pasaris. I vote no. Jane Kihara. Jane Kihara. Liza Chepkoru Chelule. David Kikaria. Samuel Arama. Na mtazamaji, ni mswada wa fedha mwaka 2024 kwa sasa, moja kwa moja kutoka pale bunge ambapo wabunge wanapiga kura. Nataka tuungane na mwanahabari mwenzangu Hassan Juma ambaye vile vile anafuatilia jinsi maandamano haya yanavyoendelea katikati ya jiji. Hassan Juma, natumai unanipata, ukuwe salama mahali uliko. Hebu tueleze hali iko vipi hapo, waandamanaji kwani wamegeuza mbinu zamu hii? Mwakesho, tupo katika eneo la GPO, hali si hali, manake kulikuwa kunjaa polisi hapa na malori yao na vile vitoa machozi, lori ambalo lilikuwa limejaa maji, lakini kwa sasa malori yale nikana kwamba maji yameisha. Waandamanaji sasa wanakuja, manake lengo ni moja tu, kujaribu kuingia maeneo yale ya bunge. Pale mbele yangu pale ni mawe na rushwa. Kidogo pia kuna mahali ambayo imeharibika, ukiangalia mawe yamekuwa kirushwa. Kuna baadhi ya polisi ambao wameumia, kuna baadhi pia waandamanaji ambao wameumia. Kwa hivyo tumebanwa sana katika eneo hili la GPO. Imekuwa vigumu sana sisi kuondoka kwa sababu ukiangalia mbele ni waandamanaji, ukiangalia nyuma kuna polisi, vitoa machozi, na ukisikia hizo sauti unazosikia hizo ni sauti za milipuo ambao inatokana na vitoa machozi. Kuna lori lile ambalo lilikuwa linatusaidia, lilikuwa linakinga katikati ya wanahabari na waandamanaji. Lori lile limeondolewa kabisa. Ukiangalia baadhi ya mabango yana nembo, baadhi ya mabango haya yamevunjiliwa mbali kabisa. Kwa hivyo waandamanaji wanazidi kuja hivi kana kwamba wanataka kuingia katika eneo lile la bunge. Kwa hivyo tupo katika eneo la GPO. Ndio hali ya mshike. Imekuwa vigumu sana kuenda mbele, inakuwa vigumu sana kwetu pia sisi kurudi nyuma. Kwa hivyo wakesho ndio taswira kamili. Ikilinganishwa na siku ya kwanza, maandamano ya leo kumekuwa na uharibifu mkubwa sana. Maana ukiangalia mawe yamejaa, maana waandamanaji wanachukua mawe yale ambayo yapo barabarani na kuyarusha. Angalia, haya ni maji ambayo kwa kawaida urushiwa wale waandamanaji, lakini maji haya sasa ni kwamba hayatumiki tena. Waandamanaji pia wamejihami, manake wengine wana mawe, wamejihami na vitu mbalimbali kuhakikisha kwamba angalau maji ambayo wanarushiwa yasiwafikie. Kwa hivyo ndio hali halisia ya jinsi mambo yalivyo. Tunajaribu kutoka hapa tuende nyuma kidogo, tuone kama tutapata taswira kamili ya jinsi mambo yalivyo upande mwingine, manake tumesalia tu upande huu mmoja wa GPO. Mwenzangu Mudhoka, sijui kwa upande gani, sijui kama unanisikia Mudhoka.
Na Mwakesho, tunajaribu kutoka hapa eneo la GPO tuende upande mwingine tukupatia taswira nyingine. Maana taswira hapa ni hiyo tu ya hali ya mshike. Naam, bila shaka. Asante sana Hassan Juma. Cha msingi ni wewe uwe salama pamoja na kikosi kizima. Wapiga picha, wanahabari wenzetu pia wako maeneo yale, wako kila mahali humu nchini wakikita kambi kutuletea kwa mduara jinsi hali ilivyo. Maandamano haya ya leo, maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024, mswada ambao kwa sasa unaendelea kujadiliwa bungeni. Kumbuka uko katika awamu ya 3 na awamu ya mwisho. Tumeona wabunge wanakupiga kura ndio ama la. Moses Wetangula spika amesema kwamba wapige waziwazi julikani nani anaunga mkono nani anapinga. Bila shaka mtazamaji, naungana na Ashley Mazuri hapa studio. Nao mambo yanachemka wa kesho ni kama unavyosikia kutoka kwa Hassan Juma, ni kama vitoza machozi, maji yameisha. Sasa wananchi inabidi wajitetee. Na wanajiteteaje? Na mawe. Sasa wakija na mawe inamaanisha nini? Maana tumewatetea sana tukasema waandamanaji za mhiha wakilisi la hayo yote. Tena wamekuja na mawe, sasa vitisho nini? Walisema jana mitandaoni kuwa hawatishwi na watafanya vyovyote ile wasikike hao. Kwa hivyo kwenye imefika hata sijui tuelekea wapi kanchi. Maana uko pale maeneo ya GPO unaviona Ashley, hizo ni picha za moja kwa moja, na Hassan anatuambia kwamba wanakazana sana wafue dafu waelekee bungeni. Lakini bunge imelindwa kweli. Na bado washaanza tayari. Unaona wameanza kupiga kura, wabunge kadhaa tumesikia wakikubali kupitisha mswada huo wa 2024 finance bills ambayo inaongelewa sahihi bungeni. Kwa hivyo acha tuendelee tuone. Bado siku ni changa, tutasemaje? Ndio mchana huu waingia. Naam, tutakuwa tunaona jinsi hali ilivyo. Lakini pengine Ashley, inamaanisha nini iwapo Speaker Moses Wetangula ameambiwa wabunge wapige kura waziwazi? Sijui wewe ungekuwa mbunge pale ungetamani upige kichini iwapo wewe unaunga mkono. Mbona kama waunga mkono tusikie, tuone, tujue kweli kama msimamo wako ni huo kweli. Sikika. Si wewe mwenyewe kama mbunge watu wanasema you believe in what you voting for. Bila shaka. Tumeona kama mwakilishi wa kike kaunti ya jiji la Nairobi Esther Passaris, umemsikia pale akisema no. Big no. Amesema no. Mwaka jana alisema ndio. Mwaka jana alisema hivyo wakati wa finance bill 2023 alikubali akaupitisha mswada ule. Lakini hata juma lililopita tulionaje? Alikataa mswada huu, alikataa, aliupinga. Na leo hivyo tumeona na tumesikia wale waheshimiwa wa Azimio wakisema kuwa watapinga mswada huu kabisa. Hata yale marekebisho yenyewe walikuwa wameandaa withdraw, ndio wapinge kabisa. Kwa hivyo wao wanaungana na wananchi, wanasema huu mswada huu hausaidii wananchi, unatesa wananchi, maisha ya kuishi yako juu, gharama ya maisha iko juu sahi. Kwa hivyo huwezi, hata sijui tutasemaje. Na pengine unadhani kwamba tutakuwa tunaona mwisho wa siku iwapo mswada huu utakuwa unafua dafu? Maana kumbuka ulipita wabunge 204 wiki jana Alhamisi wakapitisha dhidi ya 115. Tutakuwa tunaona iwapo basi idadi hii itabadilika, maana kumekuwa na vitisho. Dagoreti pale, mwanahabari mwenzangu Clement Masombo akituambia kwamba Nyeri wameelekea kwa afisi za mbunge wa Kieni, mbunge wa Nyeri mjini, wanawaambia nyinyi ndio mnatusaliti. Sijui kama watakuwa hali hii itawabadilisha mtazamo wao, manake waandamanaji wanasema huu mswada kabisa utupiliwe mbali, hatutaki marekebisho amendments. Sidhani, acha tuone. Mimi na wewe tuko hapa tu ile kuelezea Wakenya ni nini kinachofanyika. Na sasa unavyoona picha hizo zenye zitakuja moja kwa moja kwako kwa watazamaji, sijui ni wapi huku ni Nairobi, watu wamebeba bendera, watu wanaimba wakisema reject finance bill, wakijaribu kufika kule bungeni ndio